Habari ya kutwa nzima na kwa bwana, siku nyingine tena siku ya udambudambi, burudani na mambo mengine mengi ndani ya mjengo. Siku ya leo nikizungumza na wewe kuhusu Sexy is Life. Zamani na sasa kitambulika katika jina la House of Sexy. Ni kipindi murua, ni kipindi pendwa kabisa kwa wewe mwanadada, mwanakaka, brother, mtoto, baba yetu, mama yetu pia. Maana kipindi hiki lengo kuu ni kuburudisha na kuelimisha jamii pia. Nyuma ya muziki wangu hapo kuna mtu mzima Harmonize nakwambia single again. Leo nazungumza na wewe kuhusu baba, nazungumza na kuhusu mwanaume, nazungumza kuhusu baba au mzee. Katika simulizi siku ya leo ya House of Sexy, kwa nini nimeanza na kuzungumza na baba? Baba ni hedi, baba ni mkuu, baba ni mfalme, baba ni mtawala. Ndio Biblia siku ya leo. Ukiwa mama unaamini mumeo ni mtawala, mfalme, king, mwenye mamlaka ya kimungu ndani yake. Siku ya leo ndio tutambue baba ni nguzo pekee inayoosha na kulea watoto katika misingi yenye maadili mema. Nazungumza nawe kuhusu baba kwa sababu baba amekuwa ni mtu wa mwisho anayedharaulika sana katika jamii kwa kuwa anaitwa baba. Na maneno mengi tunawapa kwa baba, sifa nyingi tunawapa kwa baba, maneno mabaya ya kila aina tunawapa kwa baba. Lakini pia hata huyu mtoto aliyesomeshwa na baba, gharama za baba, kila kitu, kula yake, nguo yake ya baba, wakati mama yake mtaa nyumbani anakwambia nani kama mama. Na masikia leo nazungumza kuhusu baba katika kipindi cha House of Sexy. Lakini pia siku ya leo ndio kwa undani kuhusu baba katika kipindi cha House of Sexy. Siku ya leo nikizungumza na wewe kwa kirefu, kwa undani na kwa upana kuhusu mwanaume, kuhusu baba, kuhusu huyu mtoto wa kiume anayekuwa katika maadili ya kumcha Mungu na yale maadili ya kiume kweli. Tumekuwa tukielimishiwa na kizazi chetu siku hadi siku kutokana maadili ya malezi, umaskini na mambo mengine mengi. Lakini leo nikizungumza na kuhusu baba, nazungumza ile baba ambaye anajua nini wajibu wa mwanae, anasoma, anakula, anajua nini maana ya familia. Sisi kina baba ni 75.55. Tuna watoto wengi nje ya ndoa zetu, tuna watoto wengi tunawatelekeza, tuna watoto wengi hatuna time nao. Sisi kina baba ufuatilia kiundani habari ya kina baba, unaweza kuna jambo lipo katikati ambalo linafanya baba na mtoto na mama mtu wawe tofauti sana. Sababu ni nini? Wakati uhusiano mwanzo kabisa hajapashana na mtoto, mara nyingi mimi wanaita mapenzi ya bahati mbaya au mimba za bahati mbaya, kwa sababu tunakutana, tumetongozana kwa sababu matamanio ya mwili, pengine ni huka ya ukuaji, ile tabia ya ukuaji, imetamani kufanya ngono, ikatongoza, ikafanya ngono, ilipofanya ngono sasa huyu kijana anakuwa sana, anaanza kuwa mtanashati zaidi, baada kuwa mtanashati apata wanawake warembo zaidi, anaona kama uso mwanachukua mtoto hivi yangu. Na mwanamke naye pia wasindia mzito analia kiango kujua ile mwanaume alikuwa mtoto hivi yangu. Nini kinatokea? Tunarudi katika swala zima la malezi ya mtoto atakayezaliwa. Atapandikizwa chuki na mama yake kiasi ambacho baba mtu anaongana takataka kuliko takataka yoyote katika dunia hii. Lakini pia mwanamke, kuna uwezekano umetengwa na maumivu makali sana ndani ya nafsi yako kwa mwanaume. Ndio utambue umezaa mtoto wa kike au wa kiume, ni mtoto wa mtu. Haijalishi wewe mtoto kwenye hali gani, lakini tambua ni mtoto wa mtu. Lakini pia mlee mtoto huyo katika maadili ya kike na kiume. Anapostahili kukaripiwa mtoto karipiwe, anapostahili adekezwe, lakini sio kwa kuwa mtoto analiwa na mama anabandikwa chuki za kila namna. Na mara nyingi ukifuatilia watu wengi walikuwa katika mazingira ya baba, wana tabia fulani za ukimwi, ufalme. Sasa kutoka nyumbani akiwa pale mdogo kwa baba yake, anafundishwa utawala. Yaani anaishi kwa mabavu,
yani kama mtu fulani ambaye amemaliza lakini hajamaliza kutokana na aina maisha anayoishi. Lakini mtoto wa kiume akilelewa kwa mama anakuwa na tabia fulani, kama ndio anakuwa kwa mama, ndio kumwambia mama. Na unajua hasa ile kitu katika jamii tunatengeneza sasa, katika jamii yenye mmomonyoko wa maadili ni mbaya kuliko tunavyofikiria sisi. Ni rahisi kusema Bicho ni mbwa, ni rahisi kusema Jumanne ni mbwa, ni rahisi kusema Haruna mbwa, ni rahisi kusema Jose mbwa, ni rahisi kusema Henry mbwa, ni rahisi kusema sijui nani mbwa, ni rahisi kusema Sadiki mbwa, lakini ndani yake mbwa umetokea wapi? Tazungumza nawe katika kipindi House of Sexy siku ya leo. Nyuma mziki wangu na mtu mzima Ali Saleh Kiba anakuambia sumu, mke wa mtu sumu, akimfanya ngoma hii na Mario. Ni ngoma ambayo imefanya vyema siku za nyuma na mpaka sasa ikiguswa ni ngoma inafikisha ujumbe kama mke wa mtu sumu, kuna jela. Achana jela, unaweza ukafa. Siku ya House of Sexy na mjengo kwa mimi wa Mgaga Sefu B Nyamwezi fulani kutoka Bukoba na 20 wa kutoka Brand Safi kwenye viwango vya kwenda shule. Najua kuna wale wengi wanakuwa na pesa katika kipindi, lakini sikatushi tamaa kwa maneno yako, sikatushi tamaa kwa tabia zako. Nafanya kile naweza katika industry of entertainment in Tanzania, Iringa na Afrika ujumla, lakini pia siwezi kushindana na wewe kwa sababu hata muda hauruhusu, ana majukumu hayaruhusu. Nijaribu kutazama fursa usingache kama mwenzio. Unapoona unaweza kufanya kwa sababu kumwangalia sura ya mtu, na unapoona shindo usijaribu kufanya, uende kutenda mambo mengi. See you next time by the House of Sexy. Utakuwa nje sasa kwa mambo kidogo na para safi kwenye viwango. Wakati tunasema Mungu uozo akiwa na vipi ambayo tunazungumza Revani mtashigazi anakuambia tunafukuza chawa. Chawa muda wetu tunafukuza chawa. Ni House of Sexy ya leo. Ukiwa mimi mwamba Mgaga Sefu Mabu, wewe unapata kitu roho yako inataka. See you kabla kumleta kingine kwa ajili ya burudani na mambo mengine mengi kukujuza na story kibao na majengo.